Wakati huo wanatuambia hivyo, tumesha spend zaidi hata ya masaa 2 toka leo tukio limetokea. Kwa hiyo kile kitendo cha kutoka Mbweni polisi mpaka kufika Mapinga ni almost karibu saa 7. Tulivyofika Mapinga polisi, nikatoa briefing ya tukio lilivyokuwa. Nilimkuta askari wa kike pale, nakumbuka ni WP 5808. Akanisikiliza, akaniambia, kaka, uwezi ukasema wewe wamekudhibiti watu 3 wakashindwa kuondoka na wewe, wakaondoka na gari na huyo jirani yako, either unadaiwa. Nikamwambia sina deni na mtu, wala hakuna biashara useme pengine kuna kitu ambacho mimi mtu anaweza kaja kafuata cha design hiyo. Akaniuliza, je, huyu mwenzako anafanya kazi gani? Mimi nikamweleza huyu mtu anafanya biashara zake za kawaida na pia ni mwanasiasa. Akaniambia ngoja na mimi niwasiliane na wakubwa zangu. Akapiga simu kadhaa, nikaongea na kuna mmoja nakumbuka niliona jina lake kwenye hiyo simu yake, anaitwa Afande Amina. Nikazungumza naye, lakini baadaye akasema sawa, nipe huyo askari niongee naye. Nikamrejeshia simu. Wakazungumza, baadaye akampigia RCO wa mkoa wa Pwani. Akazungumza na RCO wa mkoa wa Pwani. Almost ilikuwa inakaribia sasa hapo karibu saa 7 na kuelekea karibu saa 8. RCO wa mkoa wa Pwani akaniambia nisikilize, nikupe taarifa sahihi nilio nayo, baada ya kunihoji particulars zangu, majina, ninafanya kazi gani, labda ninamiliki kampuni gani, ni kipi ambacho ninakifahamu kutokana kwa huyo jirani yangu, anafanya nini, ni mwanachama wa chama gani. Nilivyomweleza akaniambia hao ndio hao wanaharakati. Sasa baada ya kuniambia vile, nikamwambia sasa, afande, naomba unishauri mimi nifanye nini. Akaniambia nisikilize maelekezo ninayokuambia. Gari yako, taarifa nilizonazo rasmi, gari yako imetelekezwa Mbweni na nimetoa maelekezo ipelekwe kituo cha polisi Mbweni. Wewe kesho asubuhi unatakiwa uende ukaifuatilie gari yako. Nikamuuliza, nikamwambia samani afande, naomba nikuulize, kwenye gari nilikuwa nina laptop ambayo ndio kila kitu kwenye kampuni yangu, ndio imebeba kila kitu, particulars zote kwenye kampuni yangu, na pia nilikuwa nina fedha taslim kwenye begi. Akaniuliza shingapi, nikamwambia kiasi cha shilingi 870. Baada ya hapo akaniambia mimi siwezi nikakugaranti hivyo vitu unavyovitaja kwa sababu sijaenda kwenye ukaguzi wa gari, lakini taarifa nilionayo rasmi ninayoweza kukuambia ikana kwamba gari yako imetelekezwa maeneo ya Mbweni na nimetoa maelekezo ipelekwe Mbweni polisi. Sasa baada ya hapo nikamuomba ya kwamba je, Mbweni polisi nitakwenda kwa maelezo kama haya nitakayoeleza kwa mdomo au kuna kitu ninachoandikiwa, either kama kuna arabi au kuna maelezo au pengine ninakwenda kumuona nani. Akaniambia wakati unakwenda utanijulisha, utanipigia simu, nachukua namba yangu ya simu kwa huyo askari, then wakati unakwenda hiyo asubuhi unipigie simu. Kwa hiyo wakati sasa baada ya kupata taarifa hizo ikanilazimu sasa mimi niombe wale waliokuwa wamenipa support ya kwenda pale wanipeleke nyumbani. Nilivyofika nyumbani ndo nikakuta taharuki tayari, familia ya Jumbe wako kwenye sintofahamu, familia yangu iko kwenye sintofahamu, lakini tukakubaliana kwa vile Jumbe ni mwanachama wa Chadema, lazima pia hizi taarifa tuzipeleke kwenye ofisi ya makao makuu ya chama ili kwa waweze kufanya ufuatiliaji zaidi na mimi niweze kujua baada ya hapa mimi ni kipi ninachokifanya. Ndipo asubuhi nilivyokuja ikabidi tuje kwanza ofisi za chama. Tukiwa hapa ndipo katibu mkuu ananiambia amepata taarifa, naibu katibu mkuu amepata taarifa kutoka kwenye familia niliyoacha nyumbani ya kwamba bwana Jumbe amepatikana, lakini hali yake ni mbaya na yuko na pingu. Wakati niko kwenye maelezo ananieleza, ndo tukauona ugeni wa maafisa wa polisi wamekuja kwa ajili ya mazungumzo na naibu katibu mkuu, na mazungumzo yao waliyofanya ni kama vile alivyoeleza naibu katibu mkuu. Kwa hiyo hiyo ndio picha halisi ya kile ambacho kilitokea mpaka sasa hivi. Nashukuru sana.